Porojo michezoni kama kawaida, tunatembea kwenye video mbalimbali na sisi tunachozungumza hapa ni porojo ambazo zinaendelea kwenye michezo mbalimbali hapa Tanzania, ikiwemo pia Simba na Yanga ambao kiuhalisia ndio timu ambazo zinazungumzwa sana nchini Tanzania. Juzi tumezungumza, jana tumezungumza na leo tena tunazungumza. Na leo tumebahatika kurudi hapa stendi ya Mboya. Mashabiki wamechangamka kweli kweli, mashabiki wako vizuri kweli kweli, na kikubwa ambacho tunataka tuangalie leo, Yanga leo wanacheza, wako pale Tabora, lakini Simba kama kawaida kesho wanacheza tarehe 2. Na nimeiona barua ya kasi. Yanga wameshatuma barua kasi na tayari wameshajibiwa, na Simba bodi ya ligi TFF wamepewa siku 10 za kujiandaa ili kujibu hizo barua. Je, barua hii ina tija gani? Mashabiki watatuambia hapa, lakini kiuhalisia yote haya ambayo tunazungumza hapa utayapata pale YouTube live kabisa, lakini pia pale TikTok Porojo michezoni utayaona. Niko na shabiki wa Simba hapa, na kama kawaida ninaanza naye hapa kuzungumza naye mawili matatu, atuambie kikosi chake yeye anakiona vipi. Yaani kikosi chake anakiona vipi kuelekea mchezo wa kesho. Karibu sana. Kwanza mtangazaji, habari ya asubuhi. Niko vizuri, sijajua wewe. Mimi niko fresh. Umekula Idi salama? Niko fiti. Kwanza nyumbani asubuhi nimepiga warm up kwanza. Warm up kwanza. Pop. Unajeka vizuri kwanza? Niko fresh. Umeona barua? Umesikia barua kwanza? Tayari kasi wameshaijibu hiyo. Simba bodi ya ligi TFF wamepewa siku 10 kujiandaa kujibu kile ambacho Yanga wamekipeleka. Kwanza mimi sijafanikiwa kuipata hiyo barua na sijaiona na sijajua ina nini, ila wewe ulioiona unaweza ukatuambia kidogo hapa tukapata maswali ya kukuuliza. Mimi naweza nikakwambia. Barua inadai kwamba wao walitendewa ndivyo sivyo. Yanga waliandaa mchezo kwa gharama kubwa. Kilichotokea ni kwamba bodi ya ligi wakaahirisha mchezo bila Yanga kupewa taarifa, lakini TFF na wenyewe ni mamlaka ya michezo, haijatoa taarifa yoyote. Lakini pia Simba wenyewe wameandika barua ya kutokucheza mchezo, kwa hiyo wenyewe hawachezi, na wameandika kasi barua ya kwamba wao hawachezi hiyo mechi na wanachotaka ni pointi 3. Kanuni zilikiukwa. Sawa, mimi nimekubali. Mimi ni mwana Simba. Kindaki. Ndio. Alafu kitu kingine ambacho mimi nataka niwaulize waandishi wa habari. Mbona waandishi wa habari wote mnabana maswali yaende kwa watu wa Simba? Mbona hamuwaulizi watu wa Yanga? Wanakimbia. Swali moja mimi nataka kuulize wewe. Kwa mfano wewe, ulishawahi kumuuliza mwana Yanga yoyote kwamba walitumia kanuni gani kuwazuia Simba wasifanye mazoezi? Yuko wapi mwana Yanga? Karibu. Hebu jibu ile swali. Mimi ni mwananchi kindaki ukweli. Ndio, jibu ile swali. Swali ni kwamba wanashindwa kutuuliza kwa sababu kanuni hawazijui wana Simba. Sisi wana Yanga kanuni tunazielewa. Na mimi sioni sababu ya Simba kukimbia uwanjani kwa ajili ya mabounce ambao hawajulikani. Wale mabounce hawajulikani kama ni wa Yanga au wa Simba. Sasa mabounce wametoka wapi? Wametoka wapi wale? Hao ni mabounce wa uwanja. Wa nani? Wa serikali. Sasa ule uwanja nani alikuwa anautumia siku ile? Nani alikuwa mwenyeji? Mwenyeji alikuwa Yanga. Sasa inakuwaje tena mabonsa wameletwa na serikali? Hiyo ni propaganda ya Simba. Ni propaganda ya Simba ambayo inatufanya sisi wananchi tuamini kwamba walikuwa ni mashabiki wa Yanga. Si kweli. Si kweli. Wale sio mabounsa wa Yanga. Wale nani? Wale ni mabounsa tu wa mtaani kwanza. Ndugu mtangazaji, nataka nizungumze kabisa kwamba bana, sawa bana. Wajeni wao sawa. Lakini sasa hakuna mtu aliahirisha zile mechi. Waliahirisha ni kwamba wao wameleta mabounsa wao, haujui walipotolea wapi sasa. Kwa sisi kama wana Simba, tukawaambia tukiingia uwanjani tu hapa kutotokea tatizo. Kwa hiyo mara sisi tukasema tujiepushe na matatizo sikuwa lazima. Kwa hiyo mara sisi tutokea chochote sisi tukapata shot, unaona? Kwa hiyo sisi tukaamua kwamba bana hao ndio tutapangana tarehe nyingine ikija. Tutawateka tu kama mna babe. Piga mchezo wote. Wewe unasemaje mwananchi kindaki mwananchi? Tuongelee kanuni. Hakuna kanuni ya mpira wa miguu inayoruhusu timu kugomea mechi kwa sababu wamezuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Sawa? Hakuna kanuni yote ya mpira wa miguu inayoiruhusu timu kugomea mchezo kwa sababu tu wamezuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya nini? Ya mchezo. Tukirudi nyuma kidogo, Taifa Stars juzi wanacheza na Morocco. Sawa? Wamezuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Waligomea mechi?
Walicheza. Kwa nini wacheze? Kwa nini wacheze na walizuiliwa kufanya mazoezi? Kwa hiyo unataka Simba acheze? Yaani hiyo kanuni walipaswa waingize timu uwanjani, baadaye ndipo walete malalamiko kwa TFF kwamba tulizuiliwa kufanya nini? Mazoezi. Kanuni inaruhusu hivyo. Kwani Mwananchi? Ndio. Kwa nini tuzunguke? Mambo si yako wazi. Ndio. Timu mgeni anatakiwa afanye mazoezi siku moja kabla ya mechi husika. Akitoa taarifa kwa bodi ya ligi, ngoja tusikilizane. Akitoa taarifa kwa mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali, sawa? Wasimamizi wa mchezo husika wa kesho yake ambao wanatolewa na bodi ya ligi, sawa? Wakiwa na taarifa wataruhusiwa kufanya mazoezi. Simba walikwenda pale, barua inayotolewa na TFF ni kwamba Simba hawakutoa taarifa popote kama watafanya mazoezi kwenye ule nini? Ule uwanja. Kwa hiyo walivamia. Sasa kanuni zinasemaje? Kwa sababu ule uwanja sio wa Simba, si ndio bwana? Kwa nini Simba watoe taarifa wakati Mwananchi, Yanga ndio wenye uwanja kwa siku husika? Kanuni inamtaka timu mgeni kutoa taarifa kwa mwenyeji na kwa mmiliki wa uwanja siku kama atakwenda kufanya mazoezi na muda gani. Sawa? Ili apewe ruhusa ya kufanya mazoezi kwenye ule nini? Uwanja. Simba hakufuata hiyo kanuni. Na ndio maana tunasema tukirudi kwenye kanuni za mpira wa miguu, hakuna kanuni inayoruhusu timu kukimbia mechi kwa sababu tu wamezuiliwa kufanya mazoezi kwenye nini? Kwenye uwanja. Kwa sababu hata Taifa Stars tulipaswa tugomee mechi za tusicheze na Morocco, lakini tulicheza tukapigwa 2. Mimi nataka kufahamu. Mimi nataka kufahamu jambo moja. Wale mabonsa, unajua Simba walipeleka mpaka timu uwanjani. Wale mabonsa walikuwa wakina nani? Wale mabouncer. Umiliki ule uwanja ni wa serikali. Uko chini ya nani? Ya serikali. Ule uwanja anayekaa na funguo za uwanja ni meneja wa uwanja ambaye amewekwa na Wizara ya Michezo. Sawa, ambaye ndio mmiliki wa uwanja wa nini? Wa taifa. Sawa. Ule uwanja Yanga alikuwa na umiliki wa ule uwanja kwa masaa yale ila hakupewa funguo za uwanja kwa sababu funguo za uwanja alikuwa nazo mmiliki wa nini? Wa uwanja ambaye alikuwa ni meneja wa uwanja. Meneja wa uwanja anaojiwa anasema sikuwa na taarifa za ujio wa hii timu. Mimi nataka mabonsa, achana meneja. Mabonsa hawakuzuia Simba. Mabonsa walizuia mbuzi na wazee. Zilikuja basi 2 pale ambazo zilikuwa zimebeba wazee na kondoo na mbuzi. Mbuzi zinacheza mpira. Sasa mbuzi wanazuia za nini? Mbuzi zinafanya mazoezi uwanjani. Kwa nini ziruhusiwe kuingia uwanjani? Wale wazee wa basi zima walikuwa wanafanya nini uwanjani? Kwa nini nyinyi si mnajua cha kulelea wazee pale ndani? Nyinyi si mnajua kwamba wazee hawachezi lakini pia mbuzi hazichezi. Mbona mnazuia? Kanuni ya mpira iruhusu mbuzi kuingia kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Sawa? Wale mabonsa ni wanani? Ule uwanja ni uwanja wa mpira wa nini? Wa miguu. Wale mabonsa ni wanani? Wale mabouncer hawajulikani wa timu gani kwa sababu moja hawakuonyesha vitambulisho. Karibu. Hebu nimsaidie huyu bwana. Mimi kwanza swali langu halijajibiwa. Naona watu wanalalamika. Muulize tena. Ninauliza hivi. Mimi nimekuja na mbuzi, nimekuja na kichwa cha mtu, haikuhusu wala haitu. Sikiliza vizuri swali. Swala la kuja na watu ambao wenye akili mbovu, watu wafupi. Kwa hiyo barua ya mliopeleka kasi imeandikwa kwamba mmezuia Simba kwa sababu kuna mbuzi. Hilo tuliache. Mimi nimeuliza swali. Naomba swali linyooke hivi. Mlitumia kanuni gani kuwazuia Simba wasifanye mazoezi? Naomba nimjibu. Na hilo ni swali la kwanza. Hilo ni swali? Hiyo kanuni unaijua? Na je, mimi ninaweza nikasema Yanga ndio walionizuia kwa sababu wale ni wenyeji, mimi ni mgeni. Umeshanielewa? Usijibu swali kwa kupiga kelele kwa kusubiri sherehe. Kanuni ya kwanza iliyotumika kwa kuzuia mimi nisifanye mazoezi. Hilo jibu la kwanza. La pili, mimi naweza nikasema wewe umenizuia kwa sababu wewe si ndio mwenye uwanja? Na wewe hujakanusha kwamba hawa mabouncer wananihusu, hawanihusu, haujaomba usalama jamani. Mgeni wangu amekuja leo jamani, serikali tusaidieni. Haujaongea popote wala popote hata chochote. Wewe kauli yako mbiu ni nini? Hatuchezi. Naomba jibu. Kanuni iliyotumika kuizuia Simba kufanya mazoezi ipo wapi? Kuna barua 3. Sawa? Ule mchezo umeahirishwa ukiwa na barua 3. Barua ya kwanza ni barua ya bodi ya ligi. Sawa? Ina maelezo yake. Barua ya pili ni barua ya Yanga. Ina maelezo yake. Barua ya 3 ni barua ya Simba. Sawa? Ipi leo tangulia? Barua ya kwanza ilikuwa ni barua ya bodi ya ligi. Ndio ilitangulia? Sawa? Ndio. Barua ya bodi ya ligi ilikuja ikisema, sawa? Simba waliwatumia barua ambayo ilikuwa indoor. Sawa? Ile barua haikuwa ya wazi, ilikuwa indoor. Sawa? Simba walitumia bodi ya ligi barua indoor kwamba hatutacheza mchezo huu kwa sababu tumezuiliwa kufanya nini? Mazoezi. Saa 4 asubuhi
bodi ya ligi wakatoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii, mechi itachezwa, mashabiki waendelee kukata nini tiketi. Bodi ya ligi wakaenda, mashabiki waende uwanjani saa 8, mashabiki wako uwanjani kwa sababu bodi ya ligi wametoa taarifa asubuhi kwamba mechi ipo. Sawa, mashabiki wameenda uwanjani. Bodi ya ligi wanatoa barua ambayo siwezi kusoma yote, ila kwa maelezo yalikuwa pale ndani ni kwamba Simba wamewaandikia barua bodi ya ligi kwamba hawawezi kucheza ule mchezo kwa sababu wamezuiliwa kufanya nini? Mazoezi. Ndio barua ya bodi ya ligi hiyo. Sawa. Kwa hiyo bodi ya ligi inauahirisha mchezo huu hadi pale utakapopangiwa tarehe nyingine. Kikanuni mchezo unatakiwa uahirishwe masaa 72 kabla ya mchezo. Bodi ya ligi hawalijui hilo. Bodi ya ligi hawalijui hilo. Au ikichelewa masaa 24. Sawa. Masaa 24 kabla ya mchezo kufanyaje kuchezwa. Nikuuliza ndugu mwandishi, saa 8 mpaka saa 1 kuna masaa mangapi? Kwani bodi ya ligi wenye kanuni hizo hawalijui hilo? Na ndio maana barua ya Yanga ilivyokuja ikasema hatuna imani na bodi ya nini? Ya ligi. Hatuna imani na TFF kwa sababu hakuna kanuni yoyote walizozitunga wao zinazowaruhusu wao kuahirisha mchezo ule. Sawa, na ndio maana sisi tulipoandikia barua bodi ya ligi, Yanga walipoandikia bodi ya ligi barua kwamba tunataka maelezo. Kwa nini mmeahirisha mchezo huu? Hakuna majibu yaliyokuja. Kwa hiyo jukumu linalokuja ni kwamba Yanga ikachukua jukumu sasa ya kwenda CAS kwa sababu ndio mahakama ya usuluhishi wa michezo. Hatukwenda serikalini kwa sababu serikali hairuhusiwi kuingilia michezo. Sawa, na ndio maana hichi kikao cha juzi hata waziri akitoa tamko lolote kuhusu kikao kile tumepigwa lungu. Swali lako limejibiwa? Bado. Alafu nataka nimwambie kitu kimoja huyu bwana. Tatizo la watu wa Yanga yani hawaendi kwenye pointi. Ongea kanuni. Sawa? Mimi nimesema sijui kanuni. Atusaidie kanuni hiyo kanuni inasemaje? Kanuni ya kusema kwa sababu mimi haki yangu ni lazima niiombe na nisipoiomba utanizuia. Iko wapi? Mbona halijibiwi? Mtangazaji, nikwambie kitu. Mimi ni mpenzi wa kuingia kidogo kwenye mitandao. Kwenye mitandao huko. Sawa? Sijawahi kuona mtangazaji yoyote aliyewahi kuuliza hivi hii kanuni ya kumzia Simba ipo? Hiyo kanuni ipo. Inasemaje? Hiyo kanuni, ndugu mwandishi, tuzungumze polepole afu kwa hoja, sawa? Tusipige kelele. Sawa? Hichi kijiwe tusaidiane. Barua ya TFF inasema Simba kwanza kwenye press conference ya mechi kabla ya mechi siku ya Ijumaa. Sawa? Kanuni inawataka timu mgeni atoe taarifa kwa mwenyeji. Kanuni nasema hivyo. Kanuni. Na ndio iliyoandikwa kwenye barua ya TFF. Atoe taarifa ya bodi ya ligi kama ulisoma. Sawa? Mgeni anapotaka kwenda kutumia uwanja siku moja kabla ya mechi, atoe taarifa atakwenda muda gani kwa meneja wa uwanja. Kwani wewe shabiki ndakindaki wa Yanga? Ndio. Kikao cha kwanza cha mechi inaanzia kwenye pre-match meeting. Yes. Ina manake ilikuwa haijulikani kabisa kwamba Simba atakwenda kufanya mazoezi pale Benjamin Mkapa. Wakati tumeanzia pale kikao cha kwanza kabisa pre-match meeting. Pre-match meeting. Sawa. Simba hawakutoa taarifa kama watatumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mazoezi. Sasa Simba watoe taarifa kwa nani wakati mechi inachezwa pale Benjamin inajulikana? Kanuni inawataka. Kanuni inawataka. Soma vizuri barua ya bodi ya ligi. Soma vizuri barua ya bodi ya nini? Ya ligi. Barua ya bodi ya ligi nasema Simba hawakutoa taarifa. Sasa tumeanza kwenye kikao asubuhi. Simba wameanza kwenye kikao asubuhi, mchezo ndio unapoanzia. Sasa taarifa vipi? Bodi ya ligi wameandika barua. Simba hawakutoa taarifa popote kama watatumia uwanja ule. Kwa hiyo walipokwenda Benjamin Mkapa bila taarifa, walihesabika kama wavamizi. Nikakuuliza, mbuzi zinafanya mazoezi uwanjani? Wale wazee basi zima wanaenda kufanya nini uwanjani? Sawa, lakini sasa wanatakiwa watoe taarifa kama watakwenda kutumia ule uwanja kwa sababu Yanga sio mwenyeji. Ukienda kufanya mazoezi muda ambao Yanga anafanya mazoezi, utaruhusiwa kufanya mazoezi? Hutaruhusiwa. Maana yake ni kwamba ukitoa taarifa utapewa muda kwamba saa 8 Yanga anatumia uwanja. Wewe njoo saa 10. Sasa mimi nataka kufahamu, mmezuia basi la wazee wale na mbuzi. Mmezuia basi la mbuzi. Basi la Simba mbona mmezuia? Basi la Simba halikuzuiliwa. Wale kama mwandishi ulikuwa vizuri kuangalia ile video. Lile basi lilikuwa na wachezaji wawili tu. Alikuwa Mocha Sambi, alikuwa hapo na Mpanzu. Zingine zote zilikuwa ni mbuzi na wazee. Wafupi namna hii. Kwa hiyo sisi hatuwezi mzee wangu hebu sogea hapa kidogo. Sogea hapa kidogo. Hebu sema jambo. Wewe, sema jambo. Nikwambie. Wiki iliyopita tumekuambia hivi. Kibatari hakiwaki nje. Kibatari hakiwaki nje. Hakiwaki nje. Kibatari hakiwaki nje. Ndio hivi kinazima hivi. Ndio hivi kinazima. Hivi mimi Simba leo yuko wapi?
Yuko nje Al-Masry. Al-Masry. Al-Masry wana taarifa na Simba? Wanayo. Ni nani wao kwa Al-Masry? Simba kwa Al-Masry ni nani? Unataka kusema nini? Ni mgeni kwa Al-Masry. Si ndio? Al-Masry mwenyeji anajua kabisa sifike uwanjani, sifike Simba atatia timu uwanja anaocheza mechi hii. Na unajulikana huko wazi. Najulikana kwa mataifa yote. Taarifa zipi sasa nani anacheza leo? Taarifa ziko kwenye ratiba? Ziko. Ziko. Kwa hiyo Benjamin Mkapa alikuwa na taarifa na Simba kama anacheza na Yanga. Walikuwa nayo. Wanayo. Haujui kama Simba ndo watakuwa mgeni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Hawapo wapi? Timu ya taifa ya Morocco ilikuwa juu kama Stars watakuwa wenyewe wageni wa Morocco. Unaongea wewe? Kwa nini walizuiliwa? Sasa aliyezuiliwa ni nani? Tunaongelea Simba timu ya taifa. Wewe umeongea Al-Masry kwa sababu timu ya taifa ya Morocco ilikuwa inajua kwamba mazoezi ya dakika 90 anamfanya Simba sahau mpira wa miaka yote. Lakini si kanuni. Yaani mwandishi iko hivi, timu ya taifa ya Morocco, tutoe tu mfano wa vitu vilivyoko hai, sawa? Timu ya taifa ya Morocco ilikuwa inajua Stars imetoka Tanzania kwenda Morocco kuenda kucheza nini? Mechi. Na walikuwa wanajua kanuni inawaruhusu Stars kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwenye uwanja wa mchezo husika. Lakini walizuiliwa. Lakini Stars haijulikani walitoa taarifa au kutoa taarifa. Lakini walizuiliwa kufanya mazoezi. Sawa? Lakini mechi ilichezwa. Kwani 2021 unakumbuka kilichotokea? Nikwambie kitu mtangazaji. Mimi narudi tena pale pale. Sijapata jibu. Inawezekana huko kwenye mitandao unapotembea tukapata jibu. Tukapata jibu langu. Kigezo na kanuni iliyotumika kuizuia Simba ipo. Haya. Mimi niache hiyo. Ila nataka nimrekebishe huyu bwana. Huyu bwana mwananchi ana pressure. Alafu wananchi wana pressure kupita maelezo. Nataka nikwambie kitu. Barua ya kwanza. Yaani hawa wananchi wanajitwisha mzigo ambao TFF washajitwisha. Yaani wao wanashangaa, wanashindwa kuelewa kwamba TFF washajitwisha mzigo wao wanataka kujitwisha wao. Lakini mimi nataka niwaambie kitu. Barua ya kwanza ilitoka Simba. Ndio. Na Simba hawakugomea mchezo. Waliomba hivi kutokana na hali ya amani. Na ukisoma kanuni ambazo mimi sizijui, kuna wachambuzi wanasema hivi, kanuni zinaruhusu mchezo kuahirishwa endapo bodi ya ligi na TFF itajiridhisha. Umeshanielewa? Aidha hali ya amani, aidha hali ya mvua, lakini bodi ikishajiridhisha. Sasa pale sisi tumekosa amani. Tukaomba kwamba jamani, amani hakuna. Bodi ya ligi ikakaa. Ikaona hamna haja ya mechi kwa sababu hawa watu ni kina nani? Hilo tuliache. Kwa hiyo hawa watu hawajulikani ni wa Simba, hawajulikani ni wa Yanga, hawajulikani ni bodi ya ligi, hawajulikani ni TFF. Ni nani hawa? Alafu hawa hawajui kwamba wao ndio wamejificha kwenye kichaka cha nini? Cha kikwata. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nashindwa kuelewa unaipataje pointi 3. Kwa sababu tumemkabidhi TFF na bodi ya ligi kutusaidia kutafsiri nini? Hizi sheria. Ndio kanuni zile. Ila hatukuwahi kuwaambia kwamba hapa mmekosea. Sijui umenielewa. Bodi ya ligi tumewaruhusu sisi kwa niaba yetu, kwa sababu sio kwamba ile bodi ya ligi imetoka Uganda, imetoka South Africa. Tumeitenganisha sisi. Kule kuna Simba, kuna Yanga. Tumewapa ruksa ya kutafsiri hizi sheria. Sasa wao wameangalia hawa Simba wamebezi kwenye nini? Kwenye hali ya amani. Umeshanielewa? Hali ya amani inaleta shoku kwenye mpira. Sasa ile ndio iliyosababisha. Alafu TFF ikaruhusu. TFF wasingeruhusu ile mechi iahirishwe, Simba wangekuja uwanjani. Na uhakika viongozi wangu wana akili timamu. Ila kwa huku kwa wananchi wajirekebishe. Hii kauli mbiu yao ya kusema eti hatuchezi, waachane nayo. Amekuja mwananchi huyu hapa. Umemsikia? Tatizo la Simba walichokifanya siku ile, waliogopa kukandwa magoli mengi na walikuwa majeruhi wengi. Ndio hicho sababu hakuna kanuni iliyowafanya wairishe ile mechi, kwa sababu mabouncer hawajulikani. Hawajulikani kama ni wa Yanga au ni wa Simba. Inawezekana propaganda wao ndo walifanya hizo. Walipeleka mabouncer wao. Haya, hilo la kanuni tunaliacha. Hilo la kanuni tunaliacha. Tuna hili la leo. Nyuki hakumbatiwi. Tuna leo
Leo. Ni leo. Sasa leo nyuki anakalia nyingi. Nyuki hakumbatiwi. Anakalia nyingi leo. Tunalipa. Hii mechi ya Tabora na Yanga, sawa? Ukianza kufuatilia matokeo ya Tabora na Yanga yaliyopita, sawa? Hebu angalia kikosi kilichokuwepo. Namba 4 alicheza Halidi Aucho. Ndio. Sawa? Yaani ile mchezaji wa Yanga sio mchezaji wa Yanga. Tulia basi, sawa? Yanga iliyokamilika ilikimbiwa juzi. Sawa? Yaani Yanga iliyokamilika ilikimbiwa juzi. Yanga ambayo imekamilika utaiona kesho. Sawa? Angalia, sikiliza kupangia kikosi. Kupangia kikosi. Kwa kikosi hichi naweza kukupangia. Hata kama ni timu yote Tanzania, ziungane zote 15, ziunde kikosi kimoja first 11. Waje wacheze kikosi. Wakitoka sana ni sana. Kwa sababu golini una Djigui Diarra. Sawa? Tanzania hii naye alifungwa na Ofen Chikola. Huyo Djigui Diarra alifungwa na Ofen Chikola. Djigui Diarra. Nitajie golikipa. Sawa? Sweeper. Sawa? Boli player. Sawa? Mchezaji ambaye mguuni ni namba 6. Yule jamaa ukimuingiza katikati anazima namba 6. Pimpin Kamara anafanya hivyo. Hawezi hivyo vitu. Alijaribu mechi na Coast. Afu walipiga kuanzia hapa na ndani. Sasa na wewe unakumbuka ile Selemani Bwenzi? Ile Sele Bwenzi. Ushampiga mtu 6 ndugu yangu, ndugu mwandishi. Umepiga mtu 6. Sawa? Mtu umepiga 6. Dakika ngapi? 89. Ile Sele Bwenzi sema ilipigwa mbali. Ilikuwa goli 6 tumewapiga wale. Ile ndio goli bora lakini. Ile goli 6 umempiga mtu umemka. Simba ile mechi ya Coast ilikuwa ni goli 2-2. Sawa? Walimchungulia tu kama yule akajifanya Diarra. Diarra haigui. Na Diarra naye alichunguliwa na Sele Bwenzi yule. Ile mechi. Angalia madhara ya mwisho. Angalia madhara ya mwisho. Mechi ya Coast na Simba. Mechi ya Coast na Simba itokaje? 2. Mechi ya Kengoldi na Yanga itokaje? 6-1. Nani achukua pointi? Yanga achukua pointi 3 kwa Kengoldi pamoja na kufunga yule mbali. Simba amegawana pointi 1-1. Simba achukua 1-1, sisi chukua pointi 3 na goli 6. Sawa, kwa hiyo sisi tuko sharidhika na matokeo. Kwa hiyo leo Tabora anakukanda kukandi. Mechi ya leo sasa. Mechi ya leo. Kuna bwana harusi pale. Namba 10. Sawa, unamjua bwana harusi? Niambie. Unamjua bwana harusi? Niambie. Alafu kuna mtu anaitwa Pacome Zoa. Anazoa nini? Waulize, mechi ya Simba ya kwanza alichukua watu 6. Anabeba huku, anaenda, anarudi. Waulize Aliali, ile mechi tunatoka nayo 1-1 hapa. Wale jamaa alikusanya karibia watu 7. Akafunga goli na golikipa haoni. Huyo ni nani? Pacome Zouzoua. Sawa, katikati namba 6 una Halidi Aucho. Sawa? Una Halidi Aucho. Hicho ni kikosi cha leo. Una Halidi Aucho. Sawa? Huko pembeni leo hatumwanzishi Mzize kwa jeuri Ikanga Lombo anakimbia kuliko farasi. Ni balaa. Yule kwenye nafasi 5 anakupa moja. Ni hatari. Ikanga Lombo. Yule jamaa kwenye dribbling na mpira. Angalia akishika mpira mguuni. Anavyo dribble. Yaani Ikanga Lombo akimbia kama punda. Anakimbia na mpira mguuni. Akiinua macho ni lakini ajifunze kwa ile Mpanzu. Hana walipokuwa Kongo. Ajifunze kwa ile Mpanzu. Wote wametoka Kongo. Wametoka ligi moja. Nani alikuwa anaanza kati ya ile Mpanzu na Ikanga Lombo? Nani alikuwa anaanza? Ikanga Lombo. Nani alikuwa anaanza? Ikanga Lombo. Nini huyo alikuwa anaanza jifunza kwa yule ambaye alikuwa anamweka benchi? Tunaona kiwango sasa hivi. Hapana. Yaani kiwango sasa hivi. Alikuwa anaanza ndio mzuri kuliko ambaye alikuwa anza. Nasikia Simba wanasema mmemkimbia Mpanzu. Mpanzu. Tuzungumze vizuri Mpanzu. Amekuja dirisha dogo. Si ndio? Mpanzu amekuja dirisha dogo. Lakini angalia mchezaji wa Singida amekuja dirisha dogo. Nani mwenye namba nzuri kuliko mwenzake? Kwa sababu Mpanzu anacheza timu kubwa. Angalia namba zake na namba za Soa. Soa ana mechi 7 ana goli 7. Mpanzu ana mechi ngapi na goli ngapi? Sasa Mpanzu mshambuliaji? Kumbe Mpanzu ni golikipa. Kiungo mshambuliaji. Mpanzu namba 9. Haruhusiwi kufunga. Mpanzu sio namba 9. Mpanzu uwezo wake ni mdogo. Kwa sababu hata alipokuwa Kongo, ligi ya Kongo, alipokuwa ile Ikanga Lombo alikuwa anaanza mbele ya Mpanzu. Sawa, kwa hiyo uwezo wa Mpanzu kwa Ikanga Lombo bado kwa sababu alikuwa anaweka benchi na Ikanga Lombo. Leo mechi hii ya Tabora United ambao wako nyumbani pamoja na Dar es Salaam Africans ambao wako ugenini, wananchi. Salamu mnazituma hapa. Sisi jana mkuu wa mkoa wa Tabora amewaahidi milioni 60 Tabora United. Sisi ile milioni 60 tumetumia kula wali na pilau jana. Hiyo milioni 60. Sawa. Kwa hiyo wachezaji wetu Alikamwe tu msemaji wa Yanga amegharamikia hiyo ofisini watu wale.
Hiyo milioni 60 watu wale. Sasa unalinganisha, hiyo ni hali ya wachezaji kule, sisi tumeitumia kama chakula cha Idi. Lakini sasa ukija kwenye mechi uwanjani pale ndani ya 90 wale jamaa hata tukiwekea kikosi kilichocheza Songea juzi. Yanga hii ndio timu inayoongoza kupiga mtu 6-6 msimu huu, 5-5 tukikosa sana ni 4. Kwa hiyo hakuna timu ambayo inaweza ikacheua leo baada ya dakika 90. Ndugu mwandishi, hii nchi mazungumzo yatakuwa tofauti. Yatakuwa tofauti. Huyu kwa sababu tuna hasira naye. Jana Alikamwe alisema tunakuja kulipa kisasi na tunalipa kweli. Hatupigi, tunapiga kwenye utosi. Yaani yule hatupigi hivi, tunapiga kwenye utosi. Leo imo chuma. Kwa hiyo leo sisi tunakuja kuonyesha Tanzania kwamba sisi ndio baba wa mpira huu, kwa sababu ndio timu yenye makombe mengi nchi hii. Sawa, katika timu ambazo tumezifunga mara nyingi duniani, katika timu ambazo tumeifunga mara nyingi duniani na tumeifunga goli nyingi duniani, mpaka sasa hivi kujumlisha goli zote ni Simba. Timu ambayo tumeionea mara nyingi duniani. Kwa Simba kwenu ni mteja. Ni kibonde. Tumepiga mara 4 mfululizo huyu. Mara 4 mfululizo. Ilikuwa tupige mara 5, akala nyoya akasema wazee wataniua. Mara ya 5. Kwa hiyo ni timu ambayo tumeionea mara nyingi zaidi duniani. Ndugu yangu Mwananchi, mtani wako kesho anacheza, analibeba taifa. Ndio. Yeye ndio yuko tu kwenye mashindano haya yanayosimamiwa na kafu. Umeelewa? Kiungwana kama sisi wananchi tunaojua soka. Adui huwezi kumuombea njaa. Adui umuombei njaa. Hapa tunaungana kama taifa. Tunaungana kama taifa. Acha acheze. Tuone atatubeba wapi. Mwananchi ameungana na nyinyi bwana, amesema kwenye hili la kitaifa hili la Simba, basi wenyewe wanaungana na nyinyi. Mmepokea hilo? Kwanza mpira sio ugomvi. Mpira sio ugomvi, mpira sio adui, mpira ni burudani. Ndio. Mpira ni kuenjoy, mpira ni kufurahi. Mimi pia nawaombea wananchi huko Tabora. Maana bwana bwana hivi nikuulize tu. Hivi nyuki na chura mbabe nani? Eti nyuki na chura mbabe nani? Utatuambia hapo. Mimi ndo nimemaliza hivyo porojo kijiweni. Mimi naitwa Jamali Mruma. Tutakutana YouTube hapo kwa mengi mengineyo.